Moja kwa moja kutoka London, hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maelfu ya wananchi wanakimbia mapigano makali katika mji wa Mosul wakati harakati za kuondoa Islamic State zikiendelea. Maelfu ya wavuvi katika ziwa Victoria wanapoteza maisha. Je, kwa nini jambo hili linatokea? Siku ya kumaliza kuvua kurudi tukakutana na wimbi lilikuwa limezidi. Ule mtumbu ukapasuka. Ikabidi tukachukua hizi nguo tukana kisu tukaziba. Wagombea urais Marekani kukwaruzana tena katika mdahalo wa mwisho kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo. Katika habari za michezo usiku huu, Pep arejea nyumbani. Manchester City kukutana na Barcelona katika moja ya michezo mikali ya klabu bingwa usiku huu. Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni pamoja na michezo. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Wakati vikosi vya Iraq na washirika wao wakisonga mbele kukomboa mji wa Mosul kutoka mikononi mwa Islamic State, maelfu ya Wairaki wanakabiliana na hali ngumu wakati wakikimbia maeneo ya mji huo. Shirika la kutoa misaada la Save the Children limesema katika kipindi cha siku 10 zilizopita, maelfu ya watu wamewasili katika kambi iliyowekwa karibu na mpaka na Syria. Wafanyakazi wa kutoa misaada wameeleza kuwa hali ni mbaya sana kuwahi kushuhudiwa. Wakimbizi wanaishi katika hali duni sana. Mashirika ya misaada yameonya kwamba wakati vita vya Mosul vikiendelea, huenda maelfu ya raia wanaokimbia mji huo. Jeshi la Marekani limesema viongozi wa kundi la IS wamekuwa wakiukimbia mji wa Mosul wakati vikosi vya serikali vya Iraq na washirika wao wakiukaribia mji huo. Suluma Kasim ana taarifa hiyo. Jeshi la Iraq linasonga mbele kuelekea katika mji wa Mosul ambao ni ngome ya mwisho ya kundi linalojiita Islamic State nchini humo. Jeshi limesema limeviteka vijiji kadhaa kusini ya mji. Wakati huo upande wa mashariki, washirika wao wa jeshi la Wakurdi Peshmerga wanakaribia. Inasemekana ushirika huu uko mbele zaidi kuliko vile ilivyopangwa kutokana na madai kwamba ushirika huu baina ya vikosi vya Iraq na Kikurdi vimeugutusha IS. Should be the key. Kasi kubwa ndio kitu muhimu sana katika operesheni hii ya kijeshi. Kila kitu kikifanyika mapema ndio bora zaidi, ili kuzuia na kuepukana na janga kubwa la kibinadamu, kitu kisichohitajika. Lakini wanajeshi wa Iraq na Kurdi wakisema hawapati upinzani mkubwa. Video hii iliyosambazwa katika mtandao wa kijamii inadai kuonesha wapiganaji wa Islamic State wakishambulia vikosi vya Wakurdi. Wakati mashambulizi yakizidi kukaribia katika mji wa Mosul, hatari inazidi kuongezeka kwa wale walio ndani ya mji. Kuna taarifa zinazosema kwamba watu hawaruhusiwi kuondoka. IS wanatumia binadamu hawa kama ngao. Kuna baadhi yao waliweza kukimbilia katika kambi za wakimbizi. Wengine wanajificha katika maeneo wanaohisi kuwa ni ya salama, kama shule hii iliyotelekezwa. Widad ametembea kwa miguu kwa saa 13 akiwa na watoto wake watatu. Ilimbidi amwache mvulana wake mmoja nyumbani. Niliondoka kwa sababu nina ugonjwa wa kisukari. Hakuna matibabu, hakuna dawa. Tumenasa, hakuna kitu kule. Nina mtoto mlemavu, nimemwacha kule, sikuweza kumchukua. Jamal anaelezea hatari iliyoko njiani wakati wa kutoka Mosul. Tumeona maiti nyingi njiani wakati tukija hapa. Wameuawa kutokana na mabomu ya kutega ardhini. Tunamshukuru Mungu tumefika hapa kambini. Inahofiwa kwamba huenda mamilioni ya watu wakapoteza makazi yao, waathirika wasio na hatia waliokumbwa katika vita ambavyo lengo lao ni kuwakomboa. Suluma Kasim, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo ya Mosul, unaweza kupata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Mapambano yanayoendelea huko nchini Iraq.
Naam, na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Mahakama ya ICC imemkuta na hatia ya kuharibu ushahidi makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean Pierre Bemba. Wasaidizi wake 4 walitoa pesa na ushawishi kwa mashahidi 14 na kuwafundisha nini cha kusema. Jaji amesema mahakama haiwezi kuruhusu kesi zake kuingiliwa. Mwezi Juni, Bemba alihukumiwa kwenda gerezani miaka 18 kwa makosa yaliyofanywa na wapiganaji wake katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Takriban miili 50 imepatikana baada ya kivuko kubiruka katikati mwa Myanmar siku ya Jumamosi. Idadi ya watu waliokufa inatarajiwa kuongezeka wakati timu ya wazamiaji ikiendelea kutafuta miili ya watu zaidi. Kivuko hicho kilichokuwa kimejaza watu kupita kiasi kilikuwa na abiria karibu 250. Watu wengi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameitikia wito wa mgomo wa nchi nzima kutoka kwa upinzani. Mitaa ya mji mkuu Kinshasa ilikuwa kimya huku biashara na shule zikiwa zimefungwa. Upinzani unamtaka Rais Joseph Kabila kuachia madaraka kwani muda wake unakaribia kuisha. Uchaguzi uliokuwa ufanyike mwezi ujao sasa umeahirishwa hadi mwaka 2018. Maisha ya mamia ya maelfu ya wavuvi katika ziwa Victoria yapo hatarini kutokana na dhoruba kubwa zinazotokea kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Utafiti kutoka chuo kikuu cha Leuven cha Ubelgiji umeonya hilo. Maelfu ya wavuvi hupoteza maisha yao kila mwaka katika ziwa Victoria, hasa kutokana na mitumbwi na zana nyingine za uvuvi kuwa duni, kama jinsi ambavyo mwandishi wetu Sami Awami anavyotujuza katika taarifa hii. Mchana tulivu, usiku tishio. Ziwa hili Victoria ni kubwa kuliko yote Afrika, likijumuisha nchi za Kenya, Uganda na Tanzania. Takriban watu 200,000 wanajipatia kipato chao kupitia ziwa hili, ama kwa uvuvi au katika sekta zingine zihusianazo na uvuvi wa samaki. Wavuvi hawa walipaswa kuwa ziwani wakivua, lakini mtumbi wao ulipasuliwa usiku wa jana na dhoruba kali. Waliponea chupuchupu. Sasa siku ya kumaliza kuvua kurudi tukakutana na wimbi lilikuwa limezidi. Ule mtumbu ukapasuka ikabidi tukachukua hizi nguo na kisu tukaziba. Tulikuwa tunaziba tunakimbia kuja chini na maji tunatoa. Bahati nzuri tukafika chini. Na hili si tukio la kwanza. Shirika la Msalaba Mwekundu linakadiria kwamba dhoruba katika ziwa hili linagharimu maisha ya wavuvi wapatao 5,000 kila mwaka. Na katika kijiji hiki cha Ruhu, familia nyingi zimefiwa aidha na mmoja wao au jirani yao katika dhoruba mbaya ziwani. Shida ni mama wa watoto 4. Wiki 2 tu zilizopita alimpoteza mume wake aliyekuwa amekwenda kuvua samaki. Nilikuwa nimeenda Kilioni kwamba mume wangu amefariki, alikuwa ameenda kuvua samaki. Sasa yawezekana alipokuwa akizamia pumzi ilimpungua mle majini, ndio mauti akamfika. Serikali imetengeneza kitengo maalum kiitwacho Beach Management Unit au BMU katika vijiji vingi vizungukavyo ziwa hili, kitengo ambacho kina wajibu wa kuhakikisha wavuvi wanaheshimu masharti ya msingi ya usalama wa wapo ziwani. Kuna mtu ambaye anakuwepo beach, anaitwa inspector. Sasa kazi ya inspector ni mtu ambaye anajua utaratibu ambao. Kwa hiyo anajua moja kwa moja akishagonga mtumbwi na nyundo anagundua kwamba mtumbwi tayari ni mbovu. Kwa hiyo huwa hauruhusiwi. Kwa hiyo ndio tunazunguka naye wakati interview inapokuwa imefika ya kukagua mitumbwi. Kwa mujibu wa wanasayansi wa NASA na kutoka chuo kikuu kimoja nchini Ubelgiji, ikiwa hali ya uchafuzi wa hali ya hewa haitadhibitiwa, basi mvua katika ziwa hili zitakuwa nyingi na kubwa maradufu ya zile zinazonyesha nchi kavu, na hivyo kulifanya ziwa hili kuwa na dhoruba kubwa na za mara kwa mara. Wavuvi hawa wanaelewa fika hatari ambazo zinakuja na kazi yao hiyo, lakini kwa sababu kazi hii ndio njia pekee ya kujiingizia kipato ya uhakika iliyopo, hawana chaguzi nyingi za kufanya isipokuwa kuendelea kufanya kazi hiyo hiyo hata kama kuna hatari zake. Wengi huendesha maisha yao kupitia ziwa Victoria, lakini wengi pia wataendelea kupoteza maisha yao kupitia ziwa hili hili. Sami Awami, BBC, Musoma, Tanzania. Na sasa tuzungumze na Paul Onyango, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania. Yeye ni mhadhiri wa masuala ya uchumi na jamii, ikiwa ni pamoja na uvuvi. Bwana Paul, tukiangalia taarifa hiyo ya Sami Awami, hapa kilichobadilika ni hali ya hewa au mitumbwi imekuwa dhaifu sana?
Na inaonekana tumempoteza Bwana Onyango hapa. Tutajaribu kumtafuta baadaye kama tutaweza kuzungumza naye. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Salim Kikeke. Tutarejea baada ya muda si mrefu. Karibu tena katika Dira ya Dunia kutoka London. Mimi ni Salim Kikeke. Habari kuu siku huu. Jeshi la Marekani limesema kuna kila ishara inayoonyesha kwamba viongozi wa kundi la IS wamekuwa wakikimbia mji wa Mosul wakati vikosi vya serikali ya Iraq na washirika wao wakikaribia mji huo. Utafiti wa chuo kikuu cha Leuven cha Ubelgiji kimeonya kwamba maisha ya maelfu ya wavuvi katika ziwa Victoria yamo hatarini kutokana na dhoruba kubwa zinazotarajiwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Na huku mdahalo wa mwisho kati ya wagombea wakuu wawili kwenye uchaguzi mkuu wa Marekani ukitazamiwa kufanyika usiku huu, mgawanyiko umejitokeza katika familia anakotoka baba yake Rais Barack Obama nchini Kenya. Kaka yake Rais Obama, huyu namuona Malik, amealikwa na ameshatangaza kuwa anamuunga mkono mgombea wa chama cha Republican Donald Trump, na hata amealikwa na mgombea huyo kwenye mdahalo wa usiku huu. Lakini baba yake mdogo Rais Obama nchini Kenya, Said Obama, amesema yeye anamuunga mkono Bi Hillary Clinton na chama cha Democrats. Uchaguzi wenyewe umebakisha majuma matatu tu kufanyika, na katika mkesha wa mdahalo wa mwisho Rais Obama amemkemea mgombea wa chama cha Republican Donald Trump kwa matamshi yake kuwa tayari anaibiwa kura hata kabla ya uchaguzi kufanyika. Bwana Obama amesema haijapata kutokea nchini Marekani mgombea kupinga matokeo hata kabla ya uchaguzi. Peter Musembi ana maelezo zaidi. Mji wa Las Vegas ambapo joto la kisiasa limepanda zaidi. Wenyeji wanazungumzia mpambano wa kipekee, msuguano wa karne, huku washindani wakirushiana madongo kama ilivyofanyika siku kadhaa zilizopita. Hana muonekano, hana stamina, nimesema kamwe hana stamina. Lakini huyu ni mwanamume aliyewaita wanawake nguruwe, baradhuli, hata mbwa. Tangu midahalo ilipoanza, kura za maoni zinaonyesha Donald Trump anapoteza uungwaji mkono. Amedai anafanyiwa hila, akivilaumu vyombo vya habari kushiriki wizi wa kura kwa kuegemea upande mmoja. Iwapo tutaruhusu akiritimba wa Hilali kuendesha serikali yetu, historia itaandika kuwa mwaka 2017 ndio mwaka Marekani ilipoteza mwelekeo na kupoteza uhuru wake. Katika mkesha wa mdahalo wa mwisho, Hillary Clinton amesemekana kuchukua muda mwingi kujiandaa na kumwachia Rais Obama kazi ya kumkemea Bwana Trump kwa madai yake. Unaanza kunungunika hata kabla ya michuano kumalizika. Ikiwa kila wakati mambo yanapokwendea mrama na unapoteza unaanza kumlaumu mwingine, basi hutoshi kushika wadhifa huu. Kwa wale wanaofuatilia uchaguzi kwa karibu, huu umekuwa mwaka wa kukatisha tamaa. Ikiwa hii ndiyo sura mpya ya siasa zetu, basi nina wasiwasi kuhusu mustakabali wa demokrasia Marekani, na nina wasiwasi kuhusu mwelekeo wa kisiasa katika taifa letu. Lakini sio wengi hapa wanaoishi kwa matumaini. Na wakati msuguano unapoingia Las Vegas, ujulikanao kama mji wa maovu, Donald Trump anaendelea kusisitiza anafanyiwa njama za kumwangusha. Yeye mwenyewe anahoji demokrasia ya Marekani. Na hayo yote yanakuambia kitu kimoja: Trump anahofia kushindwa. Peter Musembi, BBC. Na kila kitakachotokea kwenye uchaguzi wa Marekani tutakuletea hapa BBC Swahili, kwani tunapeleka kikosi kikubwa tu nchini Marekani kwa ajili ya uchaguzi huo. Wanasayansi wa kituo cha safari za anga za mbali cha Ulaya wanasubiri kwa hamu kujua iwapo chombo kidogo walichokituma kimefanikiwa kutua katika ardhi ya sayari ya Mars. Kutua kulitarajiwa kufanyika muda mfupi tu uliopita, lakini wataalamu wamepoteza mawasiliano na chombo hicho kilipokuwa kinaelekea kutua. Uthibitisho wa kufanikiwa au kushindwa kwa mradi huu kunatarajiwa saa chache zijazo, ikiwa chombo hicho Schiaparelli kitafanikiwa kutua salama bin salimini. Kwa mara ya kwanza, wanasayansi wa Ulaya watakuwa wamefanikiwa kuingia katika sayari ya Mars. Zawadi Machibia ana taarifa hii. Kwa karne nyingi watu wamekuwa wakijiuliza kama kuna maisha katika dunia nyingine. Baadaye leo, chombo cha anga za mbali kutoka Ulaya kilitarajiwa kuingia katika anga la sayari ya Mars. Lengo kubwa la ujumbe huu ni kujaribu utaratibu mpya wa kutua kwenye sayari hii.
Ni vigumu kutua kwenye sayari ya Mars. Unalazimika kutumia vigai vya moto vinavyozuia kuungua kwa chombo na parachuti ili kukizuia kinapambaa chini katika anga, na kufanya hayo yote kwa chombo cha Ulaya. Tunatumai kuwa kitafanikiwa kwa mara ya kwanza. Ikiwa itafanya kazi, basi utaratibu huu wa kutua utatumika tena kwenye ujumbe wa pili katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Hii ndio sampuli yake. Imetengenezwa maalum kuzunguka na kutafuta kama kuna uhai kwenye ardhi hii ya miamba. Itakuwa mara ya kwanza kuchimba chini sana kutokea juu. Wanasayansi wanafikiri kuwa iwapo kuna uhai kwenye Mars ni chini ardhini. Kile tulichojifunza miaka michache iliyopita kuhusu Mars ni mkusanyiko wa ushahidi kuwa bado kuna uhai kwenye Mars, ambako tulilenga kudhani huenda kumewahi kuwa na uhai siku za nyuma kwa kuangalia viashiria. Sasa tunalenga zaidi uhai uliopo. Wanasayansi walikuwa wanadhani kwamba Mars siku zote ilikuwa sayari kavu na yenye vumbi. Lakini kwa mfano wa picha hizi za NASA inaonyesha sasa wanaamini mabilioni ya miaka iliyopita sayari hii nyekundu haikuwa nyekundu siku zote, lakini yenye mimea na maji yanayotiririka, na hivyo huenda ilikuwa na uhai miaka mingi iliyopita. Lakini picha hizi kutoka mwaka 2011 zinaonyesha kuwa maji bado yanatiririka kwenye Mars. Unaweza kuona mifereji ilikokuwa inapitia kuungana chini, na kuliko na maji, kwa kawaida kuna uhai ambao bila shaka unasubiri kugunduliwa tu. Zawadi Machibia, BBC. Na turejee Dar es Salaam kwake Paul Onyango, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kuzungumzia swala la vifo vya wavuvi katika Ziwa Victoria. Asante sana Bwana Onyango. Tatizo ni mitumbwi mibovu au mawimbi yamekuwa makubwa ghafla binvu? Nafikiri ni yote mawili. Yamekuwepo mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na kwamba mitumbwi ambayo zinatumika kwa sasa hivi zimetumika kwa hali hii kwa muda mrefu. Ni aina mtumbwi moja na haiendani na mabadiliko ya tabia nchi. Ingekuwepo na utaratibu wa utafiti kuangalia jinsi ya kuboresha mitumbwi kwa ajili ya kuendana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba wakati umefika hivi sasa kwa mitumbwi kutazamwa kwa karibu zaidi kama vile pengine magari yanavyotazamwa? Ndiyo, ni muhimu mitumbwi yatazamwe sana. Alafu ya pili pia ni vizuri pia wavuvi wakaelewa kutumia taarifa zinazotolewa na mamlaka husika kuhusu tabia nchi. Maana taarifa zinaweza zikatolewa, lakini pia wavuvi hawatumii taarifa hizo kikamilifu. Bwana Paul, tumeona watu wanaishi katika vijiji vya mbali sana ambapo taarifa si rahisi kuwafikia. Utafiti wetu unaonyesha kwamba wavuvi wanasikiliza redio sana, na wana redio mpaka huko kijijini. Alafu ya pili, wana simu zipo siku hizi mpaka vijijini huko. Sasa hizi ni njia ambazo zinatumika kwa ajili ya kuwafikishia wavuvi taarifa. Redio, kuna utafiti ulifanya, tuligundua ya kwamba 87% ya wavuvi wanasikiliza redio ambayo ina kule ziwani kule. Kwa hivyo redio ni chombo ambacho kinatumika sana. Sio wengi wanatumia TV, lakini wengi wanasikiliza redio. Na hata BBC unasikilizwa kule, na kila jioni wanasikiliza BBC. Nashukuru sana Paul Onyango, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Muda unatupa mkono. Nashukuru sana kuweza kuzungumzia swala hilo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Karibu tena, na sasa ni habari za michezo. Klabu bingwa Ulaya inaendelea usiku huu, na moja ya mchezo mkali wa kutazama ni kati ya Barcelona dhidi ya Manchester City, ambapo meneja wa City Pep Guardiola anarejea katika klabu ambayo alipata mafanikio makubwa sana. Luis Enrique, kocha wa Barca, amesema huu utakuwa mchezo bora kwa mashabiki wa soka. Barcelona hawajapoteza mchezo hata mmoja wa klabu bingwa katika mechi 17, na ni habari njema kwa Barca, kwani mchawi Lionel Messi amerejea baada ya kuwa majeruhi akisumbuliwa na nyonga. Nou Camp ndio uwanja ambao Pep Guardiola alijenga jina lake kwa kushinda mataji 14 ikiwemo mawili ya klabu bingwa Ulaya na matatu ya La Liga. Utakumbuka kuwa Barca waliondoa City katika ngazi ya mtoano mwaka juzi na mwaka jana. Pep tiene una implicación clara y una... Pep ana ushawishi mkubwa katika timu yake tangu mechi za kabla ya kuanza kwa msimu. Nimeiona City katika mechi zao za mwanzo kabla ya wachezaji wengi hawajarejea, na nimeona mikakati ya Pep wakiwa na mpira na hata bila mpira.
Hivyo tunafahamu wachezaji wanaotaka kuwa na mpira na watatushambulia ili kutunyang'anya kwa njia wanazoona ni bora kwao. Contra Barcelona, primero de todo, evidentemente. Kwanza kabisa tunacheza na Barcelona na ni wazi mchezaji wao bora ni Messi. Nimefurahi kwa yeye sio majeruhi tena na anaweza kucheza. Ni vizuri kumwona akicheza na nafurahi kuona yuko poa. Un gusto, siempre es un... Pep Guardiola huyo. Meneja wa Arsenal Arsene Wenger amesema wala hakuwahi kuanza kutaka kumuuza mshambuliaji wake Theo Walcott katika dirisha la usajili lililopita. Walcott alianza mechi 15 tu msimu uliopita akifunga mabao 5 ambayo tayari amefikisha idadi hiyo katika mechi 8 tu alizoanza msimu huu. Na usiku huu anatarajiwa kuanza katika mchezo mwingine wa klabu bingwa Ulaya dhidi ya Ludogorets ya Bulgaria. Arsenal imeshinda mechi zake 6 zilizopita katika michuano yote na hawajapoteza mechi hata moja tangu walipofungwa na Liverpool katika mechi ya kwanza ya msimu. Arsenal watakutana na Ludogorets pia katika mchezo ujao wa klabu bingwa Ulaya, na iwapo watashinda mechi ya leo na ya marudiano wataweza kufuzu kusonga mbele. Manager Arsene Wenger. Arsenal ni mojawapo ya timu bora. Binafsi ninaheshimu maneja Arsene Wenger. Kwa miaka 20 jina lake limehusishwa na Arsenal na ameshinda kila kitu na timu yake. Tutaingia uwanjani kama vile tunacheza na timu nyingine yoyote ambayo tumewahi kucheza nayo. Of course, you know, we played, bila shaka, unajua tunavyocheza mechi 3 za nyumbani wiki hii na kila mchezo tunaonekana kama tutashinda au kutarajiwa kushinda. Lakini tunafahamu vyema, kama tulivyoona kwenye mchezo wa Swansea, mara tu unapoamua kuanza kutulia, unaingia matatani kwa sababu tofauti kati ya timu hizi ni ndogo sana. Ludogorets ina uzoefu mkubwa sasa katika klabu bingwa. Niliwatazama wakicheza dhidi ya PSG na walicheza vizuri. Profesa Arsene Wenger huyo. Kuna jumla ya mechi 8 usiku huu na hizi ndizo mechi nyingine ambazo zinachezwa muda mfupi ujao kwenye viwanja mbalimbali barani Ulaya. Matokeo ya mechi hizi zote utayapata katika ukurasa wetu wa Facebook mara tu mechi zitakapomalizika. Mzozo kati ya Didier Drogba na klabu yake ya Montreal Impact unaonekana kupata suluhu. Hii ni kwa mujibu wa rais wa klabu hiyo Joe Saputo. Mshambuliaji huyu wa zamani wa Chelsea alituhumiwa kwa kukataa kucheza dhidi ya Toronto siku ya Jumapili. Kocha wake Mauro Biello alisema Drogba alikataa kwenda uwanjani baada ya kuambiwa ataanzia bench. Saputo amesema wamezungumza na mchezaji huyu na swala hilo sasa limekwisha. Mchezaji huyu wa zamani wa kimataifa wa Ivory Coast amepachika mabao 10 katika mechi 21 msimu huu peke yake. Na draw ya kombe la mataifa ya Afrika inafanyika sasa hivi tunavyozungumza nchini Gabon kupanga makundi yatakayokutana katika michuano itakayoanza mapema mwakani. Kutoka Afrika Mashariki, Uganda ndio timu pekee iliyofuzu na mara ya mwisho nakumbuka ilikwenda mwaka 1978. Draw nzima utaipata katika tovuti yetu bbcswahili.com pamoja na ukurasa wetu wa Facebook. Na tovuti yetu kumbuka matokeo pamoja na draw utaipata katika bbcswahili.com kama nilivyokujuza hapo, na matangazo yetu vile vile yanapatikana katika tovuti hii bbcswahili.com. Vile vile tuko kwenye Facebook, una like page yetu kupata taarifa mbalimbali, na vile vile tuko kwenye Twitter unatupata. Na mpaka hapa tumefika mwisho wa Dira ya Dunia. Tutakuwa hewani tena kesho. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Salim Kikeke. Usiku mwema, alamsiki.